Ongeza makofi na vigeregere. Haleluya. Anasema, je, unaweza kufanyaje? Toa unabii. Kutoa unabii. Endelea kusoma. Toa unabii juu ya mifupa hii. Toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu. Enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama nitatia pumzi ndani yenu. Tazama nitatia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Komea kwanza hapo. Unajua ni mifupa haina nyama, ni mifupa haina mishipa, ni mifupa imekauka sana. Lakini angalia mtu wa Mungu aseme kwamba hii ni mifupa, anatakiwa kuiambia hivi, enyi mifupa, Bwana anataka atie pumzi ndani yenu. Ni kweli afya yako kuna namna fulani unajisikia, lakini hiyo unachokisikia ni kitu kidogo sana. Kikubwa ni kipi? Ni kile utakachokitamkia ndani hiyo afya yako. Ni kweli ewe maumivu na kusikia, lakini Mungu anataka kuachia uzima mwingine tena ndani yako. Haya ni maneno ya watu wa Mungu. Amen. Endelea kusoma. Nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Na kuwafunika ngozi. Na kutia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Oh, haleluya. Endelea kusoma. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Na tazama tetemeko la nchi. Na ile mifupa ikasongeleana. Mifupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Nyama ikatokea juu yake. Ngozi ikalifunika juu yake. Lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, utabirie upepo. Mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za upepo 4. Pumzi, ukapumzie hawa waliouawa, wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi. Wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao usema. Sikia vizuri hapo, tazama, anasema nyumba hii. Ngoja, mifupa hii unayoiona ni nyumba yote ya kina nani? Ya Israeli. Tazama, wao usema. Uwesikiza vizuri hapo, ndio maana funja ukili sahihi na faida zake. Tazama, wao fa nini? Usema. Unasemaje? Mifupa yetu imekauka. Matumaini yetu yamepotea. Tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uambie. Bwana Mungu asema hivi. Tazama nitafunua makaburi yenu. Na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu. Enyi watu wangu. Nami nitawaagizieni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeeni katika nchi yenu. Amen. Inatosha. Sasa nisikilize vizuri. Kitabu cha Isaya 40 mstari ule wa 27 na kitabu cha Ezekieli 37 ule mstari wa 10 na ngapi? Wa 12 nadhani. Ngoja. 12. Ezekiel 37:12. 11. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii
ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea. Yametupotea. Inatosha. Yani huu mstari wa 11 kitabu cha Ezekieli na mstari wa 27 kitabu cha Isaya ni kitu kimoja. Huyu huku wa kitabu cha Isaya anazungumza hali anayopitia, anazungumza ndani yake. Sasa hamuoni Mungu, anamzungumzia Mungu kana kwamba amejificha, anazungumza kana kwamba sasa maisha yake yamefika mwisho, anaonekana ni mtu ambaye tayari amezimia kabisa. Na ndio maana ukishuka pale chini Mungu anasema wale wa mungojeao Bwana, ni kweli kulikuwa kuna ukiwa, lakini targeti yao hawa wanamungoja Bwana. Kama wanamungoja Bwana, hawahitaji kuimba neno la ukiwa, utupu na giza, waimbe habari za nguvu za Bwana wanayemsubiria. Ngoja nikwambie, wewe imba tu, imba tu. Katika kuimba kuna siku moja mambo yatabadilika yenyewe. Ongeza makofi na vigelegele. Mambo yatabadilika, yatabadilika. Nasema mambo yatabadilika. Wewe imba tu. Hebu mwambie mwenzako imba tu. Imba. Dada mmoja kule Kinyerezi, Tabata. Wakati huo mimi naanza kuingia kwenye huduma hii, kanisa langu la kwanza kwenda kusimamia lilikuwa ni kanisa la kule Msimbazi Liwiti, aliyekuwa anasimamia kule Jakobo. Nimeenda kule, tumepiga injili, dada mmoja akaokoka. Alipookoka alikuwa ni mtu wa nyumbani kwetu. Akaniambia, mchungaji, unajua mimi nyumbani kwetu nimetengwa kabisa. Kwa nini umetengwa? Kwa sababu ndugu wadogo zangu wote wameolewa, mimi tu ndo nimebakia tu. Sema litapita kwa jina la Yesu. Amen. Ongeza makofi kwa Yesu. Nasema ongeza makofi kwa Yesu. Nasema ongeza makofi kwa Yesu. Amen. Mwambie mwenzako hata hili litapita. Ndio Waswahili wanasema hakuna jambo lisiwe na mwanzo alafu eti lisiwe. Au ni Waswahili wanasema sembuse ufalme wa mbinguni. Halo. Hata kama kuna ukiwa, ninaona unaisha ukiwa, naona unaisha. Unasema, mchungaji, mimi niko mtupu kabisa. Sikia nikwambie, hata mimi nisimama hapa nilikuwaga mtupu, tena zero, tena sifuri kabisa. Sio kuanzia mpaka elimu, sifuri kabisa. Lakini ninapozungumza mimi kwenye mwenyekiti wa ukoo. Makofi sikakangu yule. Hebu sema amen. Amen. Sio hilo tu, hadi wazee wanaita mimi baba. Kaka, mimi nasema uongo? Baba yangu mzazi anasema, mimi nimekuzaa lakini wewe ni baba yangu. Lakini nilikuwa sifuri. Angalia, wiki hii nimealikwa kwenye mahafali ya wasomi pale Moshi. Kuna chuo kinaitwa Moshi Teki kwa kifupi, kwa kirefu Moshi Technical College. Amin. Wasomi wa form 6, form 4 wameniita pale. Na mimi nipo kwenye jukwaa la wageni rasmi. Alafu wakati nimekaa sasa, ninaanza kujitazama miaka 10-20 iliyopita, jinsi ambavyo nilikuwaga sifuri, zero. Sikia, kila jambo lina mwisho. Maombolezo yana mwisho, kilio kina mwisho, na magonjwa yana mwisho wake. Ora pasakaya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Mungu wetu aliye hai. Unajua mchungaji, hii hali imenizonga. Sikia, usiseme imenizonga, sema inaisha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Usiseme mchungaji, huyu mtoto wangu huyo najuta kwa nini nimzaa. Usiseme hayo maneno, sema anakaribia kubadilika. Hivyo
Haleluya. Hebu ongeza makofi na vigelegele kwa Mungu wetu aliye hai. Ni mifupa kweli, imekauka sana, lakini hatuongei imekauka sana. Inakaribia kuwa milaini laini, inakaribia kuwa mibichi, inakaribia kuwa na nyama, inakaribia. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele. Okay, mesha. Kitabu cha Methali sura ile ya 18:20-21. Mithali 18:20-21. 18 Mithali 20:21. Neno la Mungu pale linasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Rudia tena. Naomba msikilize vizuri. Sikiliza vizuri. Nitauliza maswali baadaye. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Subiri kwanza. Naona kuingia kwa kitabu cha Mithali. Ni Mithali 18 sio? 20:21. Alafu soma basi. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Tumbo la mtu litajazwa, manake litashiba. Tumbo la mtu litashiba maneno ya kinywa chake. Endelea kusoma. Atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima. Mauti na uzima, yani manake kifo. Hebu sema kifo. Kifo, uzima maana yake ni vile Yesu alivyosema hivi, mimi na alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Uzima, na uzima sio wa kiroho tu, ni uzima katika mambo mengi sana. Endelea kusoma. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wao waupendao watakula matunda yake. Sasa angalia, kifo na uzima eti viko nje yako. Viko nje yako. Jamani, kifo na uzima viko nje ya kwako, viko ndani ya kwako, ndio manake unavyo wewe mwenyewe. Yani hata mtu anayekufa usizani tu huwa tangie tunamsingizia Bwana ametwaa. Malizia basi. Jina lake tunamsingizia. Hamwezi kunielewa. Si umesikia pale? Kifo viko wapi? Katika uwezo wako. Yani ulimi wako ni kiungo kidogo sana, lakini kinaweza kuumba ulimwengu wote. Ongeza makofi na vigelegele. Oh, unajua mimi mchungaji, unajua mimi sikusoma, nimeishia darasa la pili, nimeishia sui nini. Oh, unajua mimi mchungaji, sina chochote, nyumbani kwetu ndo maskini kabisa. Nataka nikwambie hivi, yani kwa sababu una kinywa, wewe una kila kitu katika maisha yako. Ila kitu ambacho hujajua kukitumia kinywa chako vizuri. Maandiko yanasema hivi, tumbo la mtu litashiba maneno ya kinywa chake. Hata wewe unayenisikia, wewe popote ulipo, aidha uko China wapi, na kuambia hivi, maneno yako ndo maisha yako. Vile ulivyo inategemea na maneno yako. Vile unavyosema ndivyo itakavyo kuwa. Ukisema huyu mtoto ni mbwa, utashangaa tabia za kimbwa zinaanza kuvaa maisha yake. Ukisema huyu mtoto ni mjinga, hana akili, utashangaa akili kweli inapotea, anaanza kuwa vile ambavyo alitamka. Kwa kuanzia leo sasa tubadilishe maneno yetu. Hata kama ni mifupa, tusiimbe wimbo wa mifupa. Ni mifupa kweli, tutamke unabii juu ya mifupa. Ongeza makofi na vigelegele. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa wote wanaoamini, basi wanatakiwa kutambua yote yanawezekana. Ongeza makofi na vigelegele. Ninakubariki mchana wa leo, yote yakawezekane katika jina la Yesu. Nasema yote yakawezekane katika jina la Yesu. Yote yakawezekane. Haleluya.